ili mkoa wetu ubaki kuwa salama. Asitokee mtu anayesema nahamasisha. Hamna kuhamasisha. Kuhamasisha hapa ni kuhamasisha kupiga kura. Na sisi tunasema ukipiga kura, piga kura, rudi nyumbani, ukatulie, subiri matokeo. Na ndio sheria inasema hivi. Wahi kwenye foleni, usimsukume mtu, sivyo? Kaa kwenye foleni, utapiga kura yako, utarudi nyumbani, usubiri matokeo. Sasa wapo watu huko, sivyo? Wapo watu huko ambao wao amani kwao ni kichekesho, sivyo? Mwingine anataka kupima. Mimi jamani, lazima niseme ukweli. Kwa mfano mimi katibu, mimi namiliki shule hapa mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo ukiniambia habari ya kuvuruga amani, mimi hata kama nisingekuwa na chama, ningekupinga tu. Ningekupinga tu kwa sababu amani inavurugika, wanavamia chochote. Mtoto wa mama ntilie, nimetoka kule Iyela, nimejichanga miaka yote, nimejenga kashule kangu, alafu wewe uje kwa haraka ya madaraka yako kacheo eti uharibu shule yangu. Kweli inakubaliana hivi? Wangapi wanasema tukubaliane kitu kama hicho? Mmenielewa vizuri sana? Yaani mimi hata nisingekuwa na chama, nikikuta huyo mtu anayesema unajua sijui ati. Yaani wewe wapi na wapi unaanza kuvuruga nchi? Siwezi kukuunga mkono hata ungekuja yani na hoja 800, sikuungi mkono. Kwa sababu unatia umaskini familia yako. Kwa hiyo tutembee na kauli ya mheshimiwa mgombea wetu wa urais. Ametusisitiza kulinda amani na kupuuza kila aina ya kejeli ya watu wanaokejeli amani ya nchi yetu. Sivyo? Tuwapuuze, sisi tuendelee kuilinda amani yetu. Wachonganishi wote dawa yao ipo kwa Mungu. Mungu atawashughulikia. Wewe waache wachonganishi. Sisi hapa hatutawakubali. Naamini na Mungu, nitamuomba Mungu naye adili nao hawa watu. Kwa sababu ni aibu kwa mtu aliyezaliwa na mwanadamu kufurahia watu wakigombana. Wao ni aibu. Ndio maana sala yetu inasema kazi na utu, tukadumishe utu. Tukadumishe utu. Wangapi wamenielewa?